Yani nilisikia tu spirit imeniambia hiyo chakula usikule. Reason, demo ameamka akapika chakula vizuri. Akaeka yake na akaekea mpenzi wake yake. Alafu yangu ikarudishwa kwa jiko tena. Mbona irudishwe? Singeniwekea yenye mmejiwekea. Sikukula. Nilidecide wacha nilale njaa. Na hivyo ndo nilifanya. Mpaka the following day akaamka akaenda kazi, nikabaki peke yangu bila CID. Na alikuja kuniokoa kwa hiyo nyumba. CID alikuwa na doka. Sasa akaniletea cake, akaingia kwa nyumba akanipikia chai. Sasa ni the following day around saa 4 saa 5. Umenielewa? Nikiwa hapo dem akachukua mtoto wangu akaweka kwa mlango. Penye mnatoleanga viatu. Akachukua mtoto kwa nyumba ndani akaweka nje? Na akaniambia na mimi nifuate mtoto. Nyumba si yangu, nyumba ni yake. Nikachukua simu, nikajipea current, nikachukua simu nikapigia jamaa nikamwambia iko hivi na hivi na hivi. Jamaa akaniambia fanya venye umeambiwa. Sikuwa na other option. So, umeniambia unaitwa nani sister? Naitwa Mary. Naitwa Mary. Yeah. Mary, umeniambia uko na story moja ambayo kidogo una feel like ije kutoka kwa roho. Na ulikuwa unataka tuongee na mimi. So, hebu badala ya kushinda nikijiintroduce sana, so unajua mimi naitwa Arita. Natoka Arita Media TV. Na sisi ni watu wenye huwa tunapiga story na mabeshte zetu. Najua Mary ni beshte yangu leo. Nataka uniambie story yako. Ilianza wapi? Ni nini kilifanyika? Na mpaka leo unaendeleaje? So tuanze na story yako ilianza wapi? Kama venye nimejitambulisha, mimi ni Mary. Na according to my story, ni kutendwa. Ni kutendwa ulitendwa? Ni kitendo. Ilikuwa mbaya? Kilikuwa kibaya. Okay. Zaidi ya kurikawa si rahisi. Okay. Ilikuwa mwaka wa 2020. Itabidi uongeze sauti ndio nikusikie vizuri. Hauwezi ongea hivyo kama hujakula. Kwetu tumelima siku hizi, tuko na shamba. Ilikuwa mwaka wa 2020. 2020. 2020 that is. Yes. Ambapo nilipatana na jamaa. Na kama ilivyo kawaida ya kike na kiume kupatana, mnaanza stories za hapa na pale. Jamaa akanionyesha hii maisha bila mpenzi. Si maisha. Okay. Tukaanza safari ya upenzi. Watu kupendana hapa na pale. Yeah. Hiyo mwaka nilikuwa nafanya kazi kwenye hospitali moja inajulikana kama Nadma Care and Medics. Kwa within Mlolongo. Jamaa alikuwa anafanya kazi ya kupika mandazi, biashara strict. Karibu na mto hapo hivyo. Okay. Hapo ndipo nilijuana na jamaa. Tukaanza life, tukapendana. Ukinunua mandazi? Kinunua mandazi. Mandazi ya dairo. Mandazi ya kila siku. Mara unalipa leo, kesho unaambiwa nimekulipia. Kesho nimekulipia. Mapenzi wewe. Okay. Mapenzi ndio ile ile. Jamaa tukapendana, tukaanza ile introduction, naenda kwake, anakuja kwangu. Mambo ni mapenzi ndio yalikuwa moto moto. Tukaendelea na maisha, ikafika to an extent naweza enda nifanye 1 2 3. Yeah. Kwa wapendanao that is. Okay. Naenda nafanya narudi kwangu. Juu siamini kama kunaweza kuwa na hidden agenda. Ukiona mtu anakuruhusu mpaka anakupea kifunguo kwa nyumba yake. Kwa nyumba yake. Na si brother kwa ama sister kwa mamako. Yeah. Respect that guy. Anakuheshimu.
anakuheshimu pia wewe mheshimu. Okay. Na hizi kuwa anakucheat. Hakuwezi kuwa anakucheat. Kulingana na akili yangu sasa. Open. Kulingana na akili yako that time. Hiyo time si sahi. Okay. Kulingana na akili yangu hiyo time. So ningeenda nifanye kazi, si unaelewa ile kuwa na mabeshte. Yeah. Kama venye uko naye sasa. Huwezi kosa. Ndio na mabeshte. Nikafanya introduction. Kuna watu tunajuana pia. Nikafanya introduction. Yeah. Beshte yangu kwa jamaa. Si ni rafiki. Yeah. Ukaonyesha beshte yako kwa mandazi. Pale unakula mandazi ukamuonyesha mahali mnakula mandazi. Pia anaenda anapewa ya free. Acha. Kama Mary. Okay. Na juu sasa huwezi jua. Yeah. Huwezi jua hii ya free. Unaona tu ni yule beshte anajaribu anajenga urafiki. Anajenga urafiki. Juu ni rafiki ya Mary. Juu ni rafiki ya Mary. Yes. Na huwezi shuku. Juu ni one of your best friends. Kumbe kikulacho kinguoni mwako. Oh, ngoja niseme kitakumaliza. Mimi beshte yangu aliniambia kikulacho kitakumaliza. Kumbe kinguoni mwako ndio sababu kitakumaliza. Ndio maana hakiwezi kumaliza kama una. Lazima ikuwe karibu na wewe. Oh, sasa nimeelewa inamaanisha nini. Hivyo ndio nilikuwa namaanisha. Hakiwezi kumaliza. Yeah. Kama hakiko kwa nguo. Alright. Ama kama hujakikumbatia. Okay. Differentiate hiyo. Nimeelewa. So maisha ikaendelea, dem tukaanza kwenda kwa nyumba, si ni beshte. Tunaenda tunafanya 1 2 3 kupika tunapika. Si ni rafiki? Hakuna shida. Yes. Tunaenda tunapika, tunakula, kila kitu tunafanya, jamaa kwa hapo ana enjoy service yetu. Kumbe naendelea kujengea nyoka nyumba. Yes. Sikujua. Siku zikazidi kusonga, dem nikamwamini to an extent naweza mtuma kwa nyumba peke yake, anaenda anashinda hapo anafanya kazi. Ni rafiki sijui kama ataning'ata. Yeah. Hiyo ni ule nyoka mwenye nilijengea nyumba. Maisha ikasonga ikaendelea, ukapata sasa nikimtuma jamaa anaweza toka, ikaenda to an extent jamaa nikitumana hawezi toka. Na by then jamaa alikuwa broke. Ndio nasikianga maskini. Anapika mandazi ama ameajiriwa kupika mandazi ama mandazi haina pesa? Hii mandazi si yake, hii mandazi si yake. Okay. Pia yeye ni kuajiriwa. So ile mandazi yenye amenipea ni ile yenye alikuwa alipwe. Sasa umekula mshahara yote? Si yote. Basi ni mandazi 5. Kwani 5 ni mingi bwana. Mandazi 5. Mandazi 5 umevuka duka. Mandazi 5 kila siku. Mandazi 5 pale kwa Deno ni 50 bwana. Sio ile ya 55. Ni ile kubwa. Si ndio hiyo sasa ya 50 ya mandazi 5 moja ni 10. Hiyo sasa. Bora umejua ni mandazi. Mimi sikutaka kujua. Wewe unapewa mandazi unakula hujalazimisha. Sijalazimisha mimi. Ni mapenzi inatiririka. Ni mapenzi. Yes. Sasa mimi naona upenzi ndio umefanya nipewe mandazi. Yes. Naenda nakula mandazi yangu nikienjoy. Bila stress. Yeah. Ilipofika nikaona acha tutafute kitu kingine ya kufanya. Jamaa anajaribu kumwambia tutafute option B, side hustle. Yeah. Naona yeye ako tu sawa sorted. Anashinda tu kwa nyumba au ni wale wanawake. Huwezi sema huyo ni mwanaume complete. Muita mwanaume mwanamke. Huwezi niambia mandazi umemaliza kupika saa 2:30 ama saa 3 latest asubuhi. Unaenda kulala kwa nyumba the whole day. Kumaanisha una future. Lakini by that time akili iko inanionyesha kama huyo si mwanaume complete. Nilikuwa kasichana kadogo tu. Nilikuwa kasichana. Kuja Nairobi. Nilikuwa na miaka Nilikuwa na miaka sijui ni 19 ama ni 20. Useme wewe. Wao wasemagi miaka yao. Nilikuwa katoto. Hata shosho yangu ni kadem. Nilikuwa katoto. Nilikuwa katoto. Yes. Na sikuwa na experience ya maisha. Yeah. So sikujua kama hata asipoenda kazi nilikuwa naona niko na pesa to an extent. Utaweza mlisha. Naweza mlisha na nilishe familia yake. So kumbe ni ndoto nilikuwa naota. Maisha ikaendelea. Tunapambana hapa na pale. Yeah. Kama niko busy, natuma dema naenda nafanya kazi na mlipa. Yeah. Juu vya bure, vya ua. Sikubali vya bure sana. Yeah. Nilikuwa natoka kwa nyumba nikienda kazi, niko kwangu, jamaa kwa kwake. Yes. Nilikuwa natoka kwa nyumba hiyo time nilikuwa natoka around 7 nikienda kazi. Dem naye pia anatoka 7 but yeye anatoka mapema kuniliko. Juu mimi nilikuwa natoka saa 2, dem anatoka kazi saa 9. Huyu sasa best yangu. Yeah.
Huyu sasa mwenye ulimuintroduce kwa kina Mandazi. Beshte sasa. Yeah. Rafiki sasa. Ni best friend. Best friend. Mwenye huwezi ngongewa kwa. Hawezi ngongwa. Yes. Demu akitoka kazi namwambia enda kwa nyumba fanya 1 2 3. Si jamaa kwa hapo si anajua ako na mtu. Yeah. Si umemwamini? Ndio ile inaitwa mapenzi. Black love is blind. Blindness ya mapenzi. Ndio hiyo sasa. Ikakukuta. Ikanipata. Okay. Hiyo blindness venye ilinipata, si demo anaenda anafanya 1 2 3. Mimi natoka job napita hapo napeleka sapa. Tukishapika tukikula naenda kwangu. Yeah. Dem sinampata yeye amekaa hapo tu. Ametulia, hana mambo mingi. Yeah. Kwa ajali yako. Kwa ajali yangu. Na wewe aushuku unaweza kuwa unanyoroshewa ama ubeshte. Si shuku juu ni rafiki, kwani rafiki utamshuku aje? Ukianza kumshuku ndio utaharibu kila kitu. Okay. Nilikuwa tena jamaa unamtrust, yani unaona venye anakuambia maneno matamu. Maneno anakuambia hata huyo demo pangoni. Ukatolewa demo akiwa. Nyoka ukatolewa pangoni. Ukaletwa hapa nje. Ukagongwa kichwa. Hivyo ndio ilikuwa. Kumbe sijui naendelea kualika nyoka kwa nyumba yangu. Akuje kuning'ata mwenyewe. Na mimi ndo namlisha, nafanya kila kitu. So tungeenda tukule, mimi niende kwangu, jamaa abaki kwake. Labda kama nikurudi, nirudi after demo ashaenda kwake. Yes. Hiyo nayo si unaelewa? Naelewa. Kawaida wapenda nao. Mnaficha white kidogo. Tunaficha white. Alafu asubuhi narauka mapema 5. Umeshachomoka. 5. Nishaenda kwangu. Ndio beshte yangu asijue kama nilienda kugongwa. Okay. Sikutaka ajue. Ukutaka ajue unajifanya akavajo. Kwa nani alikwambia sikuwa vajo? Sikuwa. Sijua. Siwezi jua na sikuwa. Uzuri huku. Na uzuri haujui. Na siwezi jua. Na uwezi jua not unless mimi nikwambie. Okay, utaniambia? Hapana. Okay, sawa. Nimekubali yaishe. So dem by the way, dem hata yeye mwenyewe alikuwa anaona tu behavior zangu, hata yeye alinajua nilikuwa very innocent. Yeah. Angenipea advice concerning my boyfriend venye nitakaa na yeye, juu yeye alikuwa mtu grown up. Yeah. Katikati yangu mimi na yeye kuna ka experience kidogo. Yeah, kuna ka experience, amekuwa in different loves. So alikuwa amekapitia. Yeah. Lakini zake yeye si yule wa kuacha, yeye ni wa kuacha. Anawatoka kuwatoka. Yeye ni kuwatoka. Yeah. Bora umetoboka vilivyo. Si anakuruka. Hapo sasa. So maisha ikaendelea, demo ako na jamaa wake kidogo wakakosana. Sasa venye walikosana, mimi sijui kama anaweza kuwa anatolewa nyege huku hii side. Tunajaribu kumuuliza hauna shughuli na kutafuta jamaa mwingine juu naona huyu wako kuna venye amekutenda. Ananiambia hapana, sina haraka. Nimeamua nitulie kwanza. Nataka kuheal. Mimi sikuwa naelewa maana ya healing ndio nini. Juu sikuwa nimeikapitia. Sikuwa nimeiava another mpenzi. Huyu tu ndo number 1 na ndo nilikuwa nasema ndio the last. Yes. Nilikuwa nasema ndo the one and the last one. So sikuwa na akili kama so healing kwangu nilikuwa naona tu ikiwa kitu ya kawaida. Dem ana heal. Ako kwa healing process. Na mimi sijui. Yes. Juu sielewi healing ndio nini. Najua kuheal ni ile unaenda unatibiwa hosi, daktari anakuambia utaheal. Mimi najua hiyo kama kuna nyingine. Hii siku anajua kama kuna nyingine. Kwa najua ni ile unaenda unatibiwa, ndio unapewa hiyo madawa ukunywe ndo recover. Sasa leo kwa nini hujai heal? Sikujua lakini kwa saa hii unaelewa. Naweza kuambia maana ya healing. Unaweza kuelewa healing ni nini? Lakini kuheal si rahisi. Ita take time. Ni process. Okay. So jamaa tukaendelea na life. Yeah. Nikaona hii nyumba nakaa iko tu sama local. Tukahama tukatoka saa kwa hiyo nyumba local. Yeah, ya mabati. Nenda kwa hapana, iko ya mabati. Ilikuwa ya mawe tu. Niko ya mawe tu but ukiangalia upendi hiyo environment kuna venye ka plot kalikuwa kachafu. Akakubambi. Akanibambi, yani akanifurahishi. Na mimi nikijiangalia naona klasi yangu si hapo. Unaenda kwa choo bwana unapata iko na wiki bila kuosha. Hiyo ni mbaya. Na mimi ni mwanamke. Alafu mambo mengine ikinikuta. Na unafanya kazi kwa hospitali. Na ninafanya kazi kwa hospitali. Haiwezi. Hygiene ndio number 1. Yeah. Tukajitoa hapo nikampeleka kwa nyumba nyingine ambao iko better off. Very clean, naoshwa after 2 days. Lakini choo kwa siku mara 2. Lazima ioshwe. Yes.
Nikapeleka jamaa hapo, demu yeye anaendelea tu na life yake. Si saa penye nimehamisha jamaa, si pia demu nimempeleka. Amejua. Demu amejua. Demu anafikiria Jali ndo amehama. Demu anafikiria Jali ndo. Yeye na copy eti jamaa ni broke. Wanaona pesa ya mandazi ni mingi. Akienda kwa meza anapata tu pesa tuko hapo. Jamaa haendi kazi, anajua tu ni ile kazi ya mandazi. Hajui hii pesa, hajaimuuliza hii pesa unatoanga wapi. Lakini nashukuru Mungu sikuwa na sota. Mungu ni nani? Yeah. Sijai sota by then. Si sahi. Sahi bado na sota. Lakini by then sikuwa na sota. Ulikuwa uko sawa? Nilikuwa sawa. So life ikaendelea, nikaenda kumbe ile kujificha kuna kabududu kalikuwa kashaingia mahali. Usiulize nika gani. Bora nikamdudu. Yes. Demu anashtukia nakula ndimu, chumvi. Hiyo ndio ilikuwa my favorite. Kama ni ugali usiponipea stew ya nyanya. Ya msikizani. Usinipe chakula yako. Hizo ni side za nini? Ana maswali mingi. Si najua. Bora nilikuwa nakula. Ulikuwa unakula chumvi na nyanya na asubuhi mandazi na kula stew ya nyanya. Mandazi na stew ya nyanya. Yes, stew ya nyanya na mandazi. Lunch stew ya nyanya na ugali. Sapa stew ya nyanya na mchele. Na ugali. Nani amesema mchele? Hautaki mambo ya mchele? Mimi nataka ugali bwana. Nataka ugali tu. Ugali? Stew ya nyanya. Yes. Halafu nikikaa wakati niko idle niko na kachumvi hapa na niko na ndimu hapa. Na lamba kidogo kidogo. Hii kinitokesha na uchukua ndimu naanza kuoma. Demo akataka ajue rada ni gani? Rada ni gani juu hii? Si kawaida. Na ukiona mwanamke anaanza kufanya hivyo? Kuna kamdudu hapo ndani. Kuna kitu iko. Kuna kitu iko. Lazima huyo mtu alifanya tabia mbaya. Ola. Na akabeba evidence. Wewe tabia mbaya alafu unaenda na evidence nyumbani. Ukifanya tabia mbaya, hiyo nayo huwezi ficha. Huwezi ficha. Inajitokeza yenyewe. Yes. So demu ikaenda hapo akajua niko na ball. Najua kuwa anaamini kama nimeilala na yule jamaa. Juu James unamwambiaga sisi tunangoja marriage. Hiyo nayo nilikuwa nasema sitaioleka hivi hivi bila harusi. Bila harusi. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nishamwambia huyu jamaa nita make sure amenivisha pete. Lazima akuvishe pete. Itoke hapa, unaona hii? Itoke hapa? Ingia hapa, lakini sio hii ni ya kanisa. Nilikuwa nataka kiwa. Nataka hii ya mkono. So demu alikuwa anakaa kingoja aone tumeenda kufanya wedding. So the moment nilimwambia kuna kamdudu akuamini. Sasa hiyo amejua kama kuna kamdudu akiwa na miezi 4. Lakini ungejua, si bado unaona iko. Haungejua. Haungejua juu mimi na kitambi. Unakaa normal. Nakaa tu normal. Nikushiba. Huwezi jua not unless nikwambie. Hata sasa nikikwambia iko huwezi jua not unless nimekuelezea. So dem venye nilimuelezea jamani, kaenda tukaongea na yeye. Akajua iko hivi na hivi, akaniambia yeye alijua from the word go, wakati aliingiza na akasikia imeingia. Unajua ikiingia kuna kausingizi. Hiyo siku tulala mpaka saa 6. Mpaka saa 6. Saa 6 mchana. Akajua hapo amefunga bao. Na mimi sikujua, sikuwa na experience. So sikujua, kumbe jamaa alijua hapa nimepanda. Sasa Messi amemesa hapo. Amemesa. Sasa wakati jamaa aliona yenyewe hii nayo imekuwa serious. Kupata na encourage twende tufanye. Tumwage sasa. Mfanye abortion. Au kitamka, siwache kutamka. Mdoe hiyo kitu. Tumwage, si kutoa, tumwage sasa. Okay. Tumwage hiyo mdudu iko ndani. Mimi kulingana na mimi nikaangalia hivi nikasema hii ya kumwaga kwangu haiwezi. Bila kusema haiwezi, nikaenda kwa ule best yangu. Sababu yeye ndo angenipea mawaidha ya what to do and what not to do. Nikamwendea akanipea mawaidha, akaniambia venye alikuambia toa jua iko imemamko ameipanga. Hiyo ni mistake, iliingia by bahati mbaya. Hiyo ni bahati mbaya na unaweza izaa jamaa iruke. Sikutaka nimuongelezee mambo mingi. Juu alikuwa 100% sure jamaa tujailala. That's why alikuwa ananiambia jamaa atairuka. Lakini singekataa. Kuruka kukubali ni sawa tu. Yote iko sawa. Sikuwa nikatae. So venye demo alikuja akani encourage. Hapo ndo nilianza kujua kumbe kuna behind the scene. Yaani huko nyuma ya kamera sasa, hapo penye uoni. Hapo nyuma ya tent sasa. Hapo nyuma ya tent sasa. Penye wageni wanaambia ukweli ya marehemu aliuliwa na nini? Hapo sasa hapo. Zile story imeandikwa kwa theology.
Ndio hiyo sasa. Wajana hiyo ni kwa biology. Iko kwa biology inakuanga chote. Kuna ukweli fulani iko mahali imefichwa. Inakuanga hivyo. So tuliongea sana. Yeah. Nikafuatilia siku moja sasa nimeacha kazi kwa hospitali. Nimeona hospitali hainipei pesa mzuri. Yeah. Nzao inanipea pesa lakini haitoshi. Naona nahitaji extra money. Juu responsibilities zimeanza kuongezeka. Yes. Nikaacha kazi hapa kwa hiyo hospitali nikaenda kwa kampuni. Wala. Nikaajiriwa. Sasa hiyo uko miezi 4 ndani ya Cravings. Sasa tuko mwezi wa 5. Miezi imesonga, imekuja mwezi 5 sasa. Sasa mwezi ni 5. Bado uko na craving ya ndimu na chungwa. Bado hiyo nakula. Singesahau kukula ndimu. Yeah. So hiyo sasa mambo ya kuendelea kukula ndimu sijui nini, sasa niko kwa kampuni. Siku moja nikatoka kwa hiyo kampuni. Nilipigiwa simu na beshte, akaniambia Mary. Yeah. Unajua hapa kwa nyumba yako, kwa jamaa wako, kuna mtu hapo ndo nilijua maana ya kupata beshte kwa plot. Yeah. DCI. Tafuta DCI. Iko live. Uko naye kwanza. Mimi nilipita huko. Uko na DCI? Najuanga design ya DCI kwanza. Utapata tu unagongewa. Naendelea kusema hivyo, lakini utagongewa soon. Niko na DCI, usijali. Soon utagongewa, tafuta DCI. Kama unilipe nikufanyie hiyo kazi. So nikapigiwa simu nikaambiwa Mary. Your guy. Ako na beshte yako kwa nyumba. Yeah. Siku ngojea saa 2 ifike. Juu kampuni nilikuwa naenda 6 asubuhi. Nilikuwa natoka nyumba 5:30. Kurudi ni saa 2:30 saa 3 usiku. Dem saa hiyo ametoka kazi saa 9. Kumbe ameenda kugongwa na mimi sijui. Anaenda kusaidia kazi juu wewe umeshika. Anaenda anisaidie. Dem anaenda anagongwa, Mary sijui, sina kopi. So venye niliambiwa nikaambiwa hapa kwa nini? Kuna demo ameingia. Yeah. Na tufanya aje? Nikatoka kazi mbio nayo mpaka kwa nyumba. Sikuenda kwangu kwanza. Yeah. Nimepitia kwa jamaa nijue direct. Nimeambiwa beshte yangu ameingia, nijue ameingia kufanya nini? Yeah. Na sijampea kazi ama sijamtuma. Hujamtuma huko? Sikuwa nimemtuma. Kwenda kufika. Ilikuwa mambo mbaya. Niwapata kama wanaendelea na shughuli zao. Wako live. Huko mambo iko vulai. Wako live. Hiyo ni mbaya. Lakini sikuongea. Kauliza jamaa akaniambia demo alikuwa anakuja kumsaidia 1 2 3. Nikamuuliza mbona iko hivi? Imekuaje hamna nguo na ni kazi umepeana? Wamekuja kusaidiana wakiwa naked. Swali iko hapo. Unaweza nisaidia nikiwa uchi? Aje sasa. Unanisaidia design labda ile nyingine. Of course. So mimi sikushinda sana, nikachukua dem tukaenda. Sasa nimeelewa hii ni kuteleza na kuteleza. Kuna kuamka hiyo si kuanguka. Ilikuwa ni kuteleza ya kwanza. Hiyo sasa ni ile ya kwanza. So nikatoka hapo sasa the following day nikaenda kwa kampuni. Najua ile kitu hiyo sikulala. Sasa wewe umekuta akitelezi kimeteleza kwako na ukakichukua mkaenda na chenyewe. Ndio asiendelee. Sinataka hiyo game iishie hapo. Juu akiendelea kugongwa nitakasikizia, lakini ya mara moja haijaniuma. Ni kuonjeshwa tu. Si amefanya nini? Kuonja kidogo. Ameonja tu kidogo. Si sana. Ni kidogo tu hiyo ndo amegongwa kidogo tu. So sitaki aendelee juu akiendelea atanimalizia utamu. Najua hii kitu inategemea na ile design unajua kudrive. Yes. Your driving license ndio ina matter iko na miaka ngapi? Iko na stamp ngapi za classes? Kitu kama hiyo sasa. So the following day juu hiyo siku lala venye nilienda kazi. Kapata hiyo kitu kuna venye ilikuwa inani hurt. Leo utembea nikiwa kwa mawazo sijui nini. Nikaslide nikaanguka. Wapi? Kwa kampuni sasa. Kazini sasa. Juu akili natembea ikiwa kwa beshte yangu na my man. By then alikuwa my man. Yes. The one and the only. The only person you shall ever kuwa na mapenzi naye. Ndio huyo sasa. First love. And the last one. Hapo kwa last usiweke. Si nilikuwa nimeweka mpaka last. Ilikuwa umeshafunga chapter. Sijasema sahi. Nimesema by then. Sasa alikuwa the first and the last. Yeah, sasa nimeelewa.
Sikuwa nataka kuwa na mwingine. Nataka kuwa na mwingine. Nilikuwa nataka sasa mapenzi imenoga sasa kunoga. Sikuwa nataka kama naweza ngongewa ama nini. Na mimi sikuwa nafikiria kama naweza enda nipatana na mwingine. Juu naye mapenzi alikuwa anajua. Huwezi fika. Not unless nikuambie. Hujai nionja ujui. Anyway, tutoke huko. Otherwise. Nikaanguka sasa. Ile kuanguka kapata miguu yote mbili. Kwa magoti. Kwani ulianguka kwa gorofa? Kwa stairs. Stairs ya kushuka. So, huwezi yoga? Huwezi yoga. Mkono imedislocate. Not unless umeoshwa. Sasa unaoshwa na nani na beshte yako alikunyoroshea? Sasa ni mara moja. Si mimi nimepata mara moja, si mara mbili, ni moja. Oh, ni moja. Sasa hiyo ndo the first time. Na sikuona kama ni big deal. Ulikuwa umefungwa macho na mapenzi. Sikuona kama ni big deal, lakini sasa hiyo kitu ndo sasa nimeanza kwenda nikifikiria. Sasa umeanza kuprocess later. Later sasa ndo nimeanza kuuliza. Ile design mtu akianguka na gari ashtuki anashtuka baadaye. Hiyo sasa. Kitu kama hiyo. So ile kuanguka nikapelekwa hosi. Kutoka hosi sikuenda kwangu. Hiyo siku sikuenda kwangu. Juu sijakula, nilikuwa nimeamka asubuhi. Ni asubuhi nikiingia kazi. Siwezi pika. Sijakula hata chai sijakunywa. Ndio nilikuwa nataka ifike saa 3 niende canteen. Ya job ya kampuni ukakula. Sasa niende nikunywe chai, si kukula, si asubuhi nikunywe chai. Hiyo. Sikuli ni chai. Mimi nakulanga asubuhi. Ndio maana uko hivyo. Tuelewani. Ndio maana ukiangalia mwili iko na tofauti. Nimeona vizuri. Hiyo ni minyoo tu, si kitu kingine. Sisemi kitu. So ile kurudi jamaa na yeye nilipata kama ametoka kwa mandazi. Nikafika kwa nyumba akaniangalia akaona yenyewe mpenzi ameumia. Yes. Akaniuliza chanzo. Nikamwambia shida ni wenye mlifanya jana. Nimeuka nikifikiria. Unaweza nielezea kwa undani ni kwa nini? Ni kwa nini? Jamaa akaniambia unajua saa nyingine nakaanga kwa nyumba sana nikiwa peke yangu napata niko lonely na nikikufikiria na mkiwa na zile mavitu zetu. Zile sasa. Zile za unapata nini imenisimama, hiyo sasa ni ile au si unaelewa mimi niko kazi. So anatafuta mtu mwenye atamtuliza hiyo kitu yache kumrarulia nguo. Sikukataa nikamwambia mambo ni sawa. Kwa sawa. So jamaa akanichukua akaenda akaniosha kwanza. Juu nao nilikuwa na damu. Na huku mkono nayo hapa kuna venye ilikuwa kuna kakidonda kalikuwa kameshikwa hapo, so pia ni damu. Ikabidi aende anioshe. Sasa nishapelekwa hosi, nimefungwa miguu. Mkono pia imefungwa. Kupanguzwa tu hata sikuosha hiyo kweli. Hapana, aliniosha. Aliniosha vizuri. But sasa the funny thing ni venye ananiosha huku chini damu kuna venye. Uliaffectiwa pia mimba? Imekuwa affected. So kuna venye ananiosha lakini damu bado inatoka. Ikabidi sasa turudi tena hosi. Tuende kujua reason as to why inatoka wakati niko na ball. So ndio kuna daktari akatuambia ile advice yenye anaweza tupea. Kuna dawa yenye aliniweka. Na akaniambia advice ni sifai ku have sex. Nafaa kuwa stress free. Na nikule balanced diet. Kumbe jamaa venye amesikia hivyo ni kama amejua game imeivana. Tukarudi kwa nyumba na hiyo advice. Tukafika tu vizuri, demo akapigiwa simu akakuja sasa akapika sapa. Mimi sina uwezo. Katupikia sapa tu vizuri. Kutoka hapo jamaa akaita pikipiki kanipeleka kwangu. Nikaenda na demo. Kumbe venye nimeenda na yule demo kwangu, demo na yeye amerudi. Kwa jamaa wako. Demo amerudi kwa jamaa. Kwa sababu kwenda kumwambia pole. Akapeleka pole. Sema kumwambia pole. Sema mimi nimeenda kumwambia pole, mimi najua mtu ameenda kwake. Juu ilikuwa mimi naishi kwa hii plot na yeye ako hii next. Mnaishi tu karibu. Plot na plot. Yes. Ile kitu ilikuwa inatufanya tusiishi plot moja ni uchumi sasa. Mfuko iko kidogo kwake na ako chini kidogo. Mfuko ndio ilikuwa inatufanya tusiishi, lakini angekuwa na uwezo angeishi mahali unaishi. Tungeishi mlango kwa mlango. Lakini yote 10 ni maisha.
So nikajikaza hivyo, jamaa silali na yeye, sifanyi chochote for some months. Dem namtuma anaenda anafanya 1 2 3, kumbe si kufanya peke yake, anafanya na anafanya. Sasa bleeding ilitulia. After kufanywa hivyo yote bleeding ikaisha. But sasa unajua siwezi fanywa shughuli. Yaani siwezi pewa service. Oh, yeah. Nataka service lakini sina uwezo. Kuna daktari alisema funika hiyo kitu. X. Ikawekwa X. Nimewekwa X sasa. Siwezi. Hii ni mali ya serikali, isiguswe. Isinguzwe. Jamaa na yeye. Unajua kitu huwezi iambia ngoja. Ukishaizoesha. Hautaiambia ngoja na ikubali. So jamaa yeye si yako kwa ile maisha yake ya kawaida. Kuna penye anaenda kutolea hangover. Na mimi niko hapa tu naambiwa I love you. Sasa anatolea hangover wapi? Kwa best yangu. Ati kwa best yako? Kwa ule demo mwenye niliwapata the first day. Nilifikiri ni mara moja tu alikuwa anaonyesha. Sasa ilikuwa mara moja lakini sasa si nimeumia. Na demo ashajua hapa kuna kitu kingine. Okay. Anafanya aje? Anaenda anasaidia. Anaenda tu anapeana tu mali yangu, unajua by that time haikuangi yako. Hata saa hiyo si yako. Ni ya mwenyewe. Hata hii yangu ni ya mwenyewe. Ni ya mwenyewe. So by that time anaenda anapeana mali yangu. Yes. Anapeana mali yako kwa best yako. Kwa best yangu. Makosa kujua. Makosa. Anaenda anapeana kufikia sasa hiyo silikuwa miezi 6. Nimekaa hiyo miezi yote nikifanya kutuma demo. Jamaa anakuja tu kwa nyumba, anakuja anaangalia nini sina, namtuma anaenda analeta, anarudi kwake. Kuprovide ana provide vizuri. Vizuri. Si ati mimi ndo nampea pesa. Anatoa wapi pesa? Jamaa ana pesa. Si ni mandazi. Na mandazi kila siku ananipeania 5. Kila siku. Haijalishi nakula ama sikuli. Anapeana tu zinakuja. Kila siku lazima atafute. Na huyu best yangu tu ndio ananiletea. Ndio anatuma. Before aende kazi, ilikuwa lazima aniletee mandazi. The message lazima afikishe message. Ilikuwa lazima akuje, aniletee mandazi. Ndio aende kazi. So maisha ikaendelea nikiwa na miezi boli ikiwa na miezi 8. Ikaapa nikachukua na hali labor. Labor pains zikaanza. Ikaanza. Jia stress. Juu huyu dem the moment ameenda hapo napigiwa simu, Mary best yako. Sasa unajua. Akiingia napigiwa simu, Mary best yako amekuja huku. Najua saa nyingine siwezi amini juenda nimemtuma. So naweza mwambia mimi ndo nimemtuma. Na watu pia wanakuanga na mshene. Wanakuanga na mshene. So naweza sema hiyo ni mshene. Wanaonea best yako. Sasa swali ilikuwa ni wakati huyu jamaa amekuja kwangu, mbona asimamishi? Kwani nikiwa mpenzi wako si ukija lazima utasimamisha? Sema tu kweli. Unataka niseme kwa kamera? Nimekuaga. Ila kusema kweli tuseme sasa nimekuaga. Ukiwa mpenzi, mwaminifu. Next ni utasikia very nice. Alafu Waweru atake kusalimiana na Wanjiru. So angekuja na ni muhag upate sioni ikisimama. Amekwama tu ako flat. Ako tu sawa. Atakusaidia charity. Kini unajua hata wewe saa nyingine huwezi amini. Tushazoea unafanyaka kutumana, unatuma huyu anaenda kazi. Yana kuanga anaenda kufanya kazi zenye umemtuma za nyumba. Ile kwenda hosi nimeenda ile mara ya kwanza sasa. Kaenda nikafika kwa hospitali, daktari akapima ni sawa lakini mtoto wako hapa. Amesonga kando kwa tumbo. Ako hapa sasa. Ametoka hapa mahali pake. Ako kwa kona. Mtoto anasonganga kando. Huwezi jua. Not unless mambo ya dunia. Nimekwambia si ya dunia mimi ndo naweza kuambia. Huwezi jua. Siwezi. So ikahappen maisha tu ikaendelea nikapigia jamaa. Kumbe ile nimeenda hosi. Jamaa najua sirudi haraka. Yule dem. Hiyo siku dem wako anaenda job. Ilikuwa on Sunday. Nimeenda kufanywa service. Dem akafanywa service nayo. Merisi niko hosi. Na jamaa ajui. Ile kutoka hosi kwenda kwa nyumba. Wako hivyo. Sio kwa ana expect. Ukakuta sasa alienda akarudia. Sio kuonja sasa ni kukula yote. Sasa amekula. Imeguliwa.
kitu imegongwa. Na hata ukisikia harufu unajua hapo kuna action. Action taken. Hiyo ni kawaida. Mahali umesikia imegongwa lazima kuwe na sign. Sasa wewe umejulia wapi na uko wazi? Si imepigiwa simu. Naambia niko na CID. Oh. CID ndo amenipigia simu. Kaniambia fulani ameingia kwa nyumba. Sasa nimetoroka hosi. Nilikuwa hosi, nimetoroka sasa. Si umeenda kuzaa? Si daktari amepima sawa nje imefunga lakini mtoto wako huko. Sasa nimeambiwa niende operation na mimi sitaki operation. Sitaki. Nataka kuzaa normal. Nataka normal. Nataka hata nisikie uchungu wa mwana. Ujue mzazi. Nijue maana ya kuwa mama ndio nini. Unajua ya operation wewe si mama complete. Okay. Nikikuletea mtoto wangu utatesa. Lakini kama ulinini huwezi tesa. Hiyo sina comment. So nikatoroka hosi. Sitaki operation. Nikaenda kwa nyumba nikawapata. Jamaa akashtuka ile kuuliza dem, kaniambia afanye aje huyu mtoto? Na hii mimba. Pelekea mwenyewe. Sasa ni jamaa anakuambia bwana dem. Ni dem. Jamaa hana sauti. Amenyamaza hapo na kwa nyumba kwake. Jamaa hana sauti. Na anajua yeye ndio baba mtoto. Na anajua yeye ndio. Yaani ilikuwa to an extent ya simu yangu angetoroka nayo for 3 days. Achunguze kama kuna mtu anawasiliana na wewe. Afanyie chenye anataka. Mpaka aridhike. But baadaye tulikuja kupatana na niambia unajua iko 1 2 3. Hivyo juu wako anapigiwa na mtu kwa hiyo simu ama chattings. Ile simu nilikuwa nangoja either yake, my brother, my sister ama my parents. Yeah. Hivyo. Lakini yake sishiki. Sina muamini. Yeah. Kulingana na mapenzi ya hiyo time nilikuwa na mtrust. Mapenzi ya hiyo time. Mapenzi hiyo time. But sasa zungumkuti ilikuja. Wakati sasa hiyo nikaenda mahali kafanya 1 2 3 kakua sasa nirudi kwa siku kujifungua. That's after around 10 to 15 days hapo. After kuja kuwakuta kwa nyumba. Nikarudi tena hosi kujifungua sasa. Vile nilienda nilikaa hosi for 3 days. Unajua kurudi nilikuja nikapata yani kiwa hosi si mwenye nilipigiwa. Naambia unajua demo amekuja na ako na kabag. Nilisikia kukufa. Unapigiwa tena ukuzaa? Kwani usidedi wake kwa naye anakupigia tu simu usiku ile unazaa akupigia simu kwa nyumba? Sasa si niko hosi. Yaani udem anajua kucheza safe. Na unapigia jamaa simu jamaa. Huyu jamaa ashiki hiyo simu. Na wewe sasa hiyo umeenda koleba wote. Niko leba. Ile kupigiwa hivyo kupigia jamaa mwenye alichukua simu ni dem. Kaniambia pigia mwenye mtoto simu. Nilisikia ni kama nimeisha. Yes. Nikasikia dunia kwangu. Sikini kuambia aje. It's okay. Take your time. But tatu niseme nilitoka hosi after kujifungua. Nilikaa hosi for 3 days. So them those 3 days amekuwa kwa jamaa. Natoka hapo anaenda kazi. Natoka kazi anarudi. Anacheza safe juu viatu hakuna kuacha kwa mlango. Naingia nazo kwa nyumba. So majirani hawamuoni. Kuna CID lazima amuone. Ajua ameingia saa ngapi na ametoka saa ngapi. Sina mlipa juu hiyo kazi. Umenielewa ama bado? Tuendelee. So venye nilikuja nilitoka hosi nikapeleka mtoi kwa nyumba kwanza. Nikamwacha hapo. Lazima acha niende nijue huyu mwenye niliambiwa kwa nyumba yuko ama bado hayuko. Fika kwa nyumba. Sema ni kama dema alikuwa amehamia hapo official. I don't know what to say but
Kwa nyumba ya demo hakuna anything. Kwake. Kuna anything. Hapa kwa jamaa wangu naona bag ya huyo demo. Si nilikuwa naijua. Si ni best yangu. Chini ya mattress kuna nguo zingine. Mimi ndo nimetoka hosi kuzaa. Na the agreement was nikimaliza kuzaa ndo tunaanza kuishi pamoja. So wewe ulikuwa na sasa unahamia kwa bwana officially? Hapana. Unakuta kumehamia. Sikuwa nimehamia, nilikuwa naenda kujua huyu mwenye nimeambiwa ako hapo alienda kufanya nini. Na huyu kumtuma? Na sikumtuma. Na sikupigiwa simu nikaambiwa anahitajika. But juu nilikuwa nishazoea naambiwa ameenda kugongwa, nikasema labda kugongwa tu ndo anaendeleza. Siku complain. Lakini ukaamua focus na pregnancy yako. Yeah. Sasa nimefika kwa nyumba. Nikiwa nimetulia. Yeah. Wakaamuka wakapika tu chai yao vizuri. Si kupika wakanipikia sasa. Sasa umewakuta kwa nyumba wakaamua. Bado hawajaamka, juu ilikuwa asubuhi. Hawako wameamka. Bado walikuwa kwa usingizi. Nikafika wakanipikia uji wao wakapika chai. Wewe uko na funguo ya kuingia kwa nyumba? Kwake? Si wako hapo kwa nyumba. So uliingia tu hawajafunga. So sasa umetoka kujifungua, ulienda ukalala usiku. Siku 3. Huyo demu nilipigiwa simu from the first day ndo niliambiwa demu ameonekana kwa nyumba. Sasa nimetoka hosi. Yeah. Nimekuja nimebisha mlango wa jamaa amekuja amekanifungulia. Nikatawel tu. Demu bado ako kwa kitanda. Ile kitanda yako? Hiyo tu. Yenye nilibai na pesa yangu. Demu bado ako hiyo kitanda. Nikaingia nikakaa kwa kiti, si wamepika uji nini. Nikakula. Kufika saa 8 simeletewa mtoto wangu. Mtoto hana hatia. Mtoto umetoka wapi? Ulimwacha kweli? Ulimwacha kwa nyumba yako? Mtoto nilikuwa nimeacha. Nimeachia house girl. Unakuja kuconfirm kwanza ukuje na mtoto. Nilikuwa wapi? Kwa nini? Nimekaa nyuma yako kama wewe ndio umekaa mbele yangu. Atakaa kuongea na mtu nikiona sura yake asikuwe anakasirika na mimi na enjoy maisha. So sasa umeenda kwa nyumba ukakuta best mwenza ama ni mwite mke mwenza. That's terrible. Pole for me using that word. So umeenda kwa nyumba umekuta best yako alitake over. Yeah. Wako kwa kitanda ya bwana yako? Yangu si ya bwana. Kwa kitanda yako. Yeah. Na wewe umekuja na mtoto. Sasa hiyo una nguvu. Mtoto ameletwa, sijakuja na yeye ameletwa. Mtoto ameletwa. Ulikuwa umemwacha kwa nyumba ukakuja ukawakuta wawili. Yeah. Na hukuzusha? Sikuzusha. Sina uwezo. Umezaa una nguvu. Sina nguvu. Wakakupikia chai na ukakunywa hiyo chai? Nikakunywa juu nilikuwa njaa. Okay. Si unashiba kwanza na unaanza kesi baadaye. Alright. Hiyo ni wisdom. Kisichana kadogo kalikuwa na akili. Nikakula. Yeah. Kaingia sasa nikatulia, wao karudi tena bed wanaendelea tu kujienjoy, mimi niko tu kwa kiti. Kila kitu yenye inaendelea nasikia. Niko tu siongei. Wanacheka tu hapo, wewe uko sawa? Niko tu ni machozi tu ndo inapita. Kuna kitu kingine sasa, machozi tu ndo yenye unaona tu. Yaani unaangalia unaona emotionally kuna shida. Yeah. Lakini nikajikubali, mtoto akaletwa hapo, tukalala hapo. Sapa. Ukalala hapo wapi? Kwani kanyumba zikakuwa na kitanda moja na mko si kwa kiti. Ukalala kwa kiti na mtoto? Nilale wapi tena? Unataka nilale wapi? Nilikuwa nilale wapi? Okay. Sasa ni mimi na mtoto kwa kiti. Tuko kwa kiti, jamaa na mpenzi wake kwa kitanda. Mambo anafanya tu kama kawaida. Nasikia tu kila kitu, niko hapo, sijakula, sijaoga, mtoto hajaoga, nafaa ninyonyeshe, sina maziwa. Siku ilikuwa refu. To an extent unapea mtoto maji, mtoto wa masaa.
Sijui kama unanielewa. Mtoto hours unachukua maji umpe juu na maziwa na analia. Hauna mbele wala nyuma. Hauna nguvu ya kuamka upike uko tu. Kwani mwenye alikuletea mtoto wako? Ama hiyo akili hata hauna bado? Huyo hata hakuingia kwa nyumba. Dema alikuja akabisha mlango. Chalia akatoka akaangalia akapata ni mtoto, akachukua mtoto akaniletea. Dema hakuingia kwa nyumba. Kapiga U-turn. Kaenda, so nimebaki kwa nyumba. Sijafanya lolote. Mimi mtoto, my love na mpenzi wake. Mpenzi wangu akiwa na mpenzi wake. Yeah. Hapa kuna watu wananipigia kelele. Tokeni hapo wajinga. Tokeni hapo. Tuendelee. So ile sasa kukaa kafika 6. Si masaa ya kulala jioni sasa. Mtoto aliletwa saa 8. Wenye walipika sikukula hiyo chakula. Roho ilikataa. Yaani nilisikia tu spirit imeniambia hiyo chakula usikule. Reason, demo ameamka akapika chakula vizuri. Akaweka yake na akaekea mpenzi wake yake. Alafu yangu ikarudishwa kwa jiko tena. Mbona irudishwe? Singeniwekea yenye mmejiwekea. Sikukula. Nilidecide wacha nilale njaa. Na hivyo ndo nilifanya. Mpaka the following day akaamka akaenda kazi, nikabaki peke yangu. Yule CID na alikuja kuniokoa kwa hiyo nyumba. CID alikuwa na doka. Sasa akaniletea cake, akaingia kwa nyumba akanipikia chai. Sasa ni the following day around saa 4 saa 5. Umenielewa? Nikiwa hapo dem akachukua mtoto wangu akaweka kwa mlango. Penye mnatoleanga viatu. Akachukua mtoto kwa nyumba ndani akaweka nje? Na akaniambia na mimi nifuate mtoto. Nyumba si yangu, nyumba ni yake. Nikachukua simu, nikajipea current, nikachukua simu nikapigia jamaa nikamwambia iko hivi na hivi na hivi. Jamaa akaniambia fanya venye umeambiwa. Sikuwa na other option. Anyway, sasa umerudi kwako kwa nyumba, si ndio? After kurudi kwa nyumba, sasa niliacha umepikiwa na besti yako mwenye anaishi kwa plot. Amenipikia chai. Nikakunywa. Mimi na mtoto wangu kwa nyumba. Nikaenda nikakaa hiyo mwezi hiyo rent yenye nilikuwa nimelipa. Acha tuseme deposit. Ulikuwa ukagalia deposit? Yeah. Japo ilikuwa date 20. So the following month sikulipa rent. Ukulipa rent. Hauna kitu? Niko nako. Utaki kukaa hapo. Ni ile naona hii pesa yenye niko nayo ikiisha, sina otherwise. Nikakalia hiyo deposit ikaisha. Kutoka hapo sasa nikaenda kwa nyumba ya class ya chini sasa. Ukate expense ya rent. Sasa kwa nyumba yenye affordable. Hizi za Ruto sasa, hii affordable housing sasa. Toka huko kabisa. Tuende pale kwa nyumba ungeavoid. Hiyo chini sasa. Si ndio nasema sasa hiyo. Hiyo sasa yenye nalipa pesa kidogo ndo at least upate hii pesa yenye niko nayo. Naweza push nayo mtoto wa grow. Yeah. Nikaenda nikakaa nikalea mtoto wangu tu nikiwa peke yangu, nikamlea. Then tuseme maisana akiwa na 4 months. 4 months. 4 months. Yule mwanaume sasa mwenye baba mwenye mtoto. Yeah. Yule mwenye alinitenda. Akakuwa na interest, akanipigia simu akaniambia hii kitu. Kwa hiyo unaongea na sauti nasikia ama niko zangu? Unasikia? Niko sure unasikia. After 4 months. After 4 months. Kutoka wakati alikuambia fanya vile. Sasa kutoka hiyo time sasa. Miezi 4 imeisha. Yeah.
After hii miezi 4 kuisha, nimeamua hata ni shift. Yeah. Sasa no, after hii miezi 4 jamaa akaanza kunipigia simu. Nataka turudiane. Si yako na bibi? Ni sawa kwa na bibi sijakataa. Okay. Najua ukishia sikia utamu asali, huwezi acha kuikula. Yeah. So kuna ile asali yenye alikuwa amepata kwangu. Ndio alikuwa anataka tena. Sawa. So ile kukuja lakini hatukurudi kama kitambo. Ile kukuja ni ile ya uko na hii hapana anafanya. Uko na hii hapana anafanya. By then Mungu alikuwa ashambariki akapata job sasa. Hapo ndo nilijua kumbe konokono anaendanga polepole juu ya jicho hapo. Akaharagishwa. Anataka tu kiboko moja. Jamaa wakati alikaa akaona penye alikuwa anapata support imeisha. Hana mbele wala nyuma. Nyumba alihamia iko na pesa mingi. Nyumba yenye nilimpeleka iko na pesa mingi. Jamaa akaamua atafute kazi. Lakini Mungu naye akamhurumia akampea kazi iko poa. Na akaendelea na maisha yake. So angenipigia simu nini hauna, namwambia 1 2 3. Anafanya, anarudi anaendelea na maisha yake. Anakuja service si kila siku. Once in 3 to 4 months. Hiyo nayo si compulsory. Hiyo kitu ishani hat haikuwa compulsory. Na bibi yake ajui kama kuna anakuja. Lakini wakati alipokuja akajua kuna some hidden agenda. Akaingia katikati tena. Support kwanza kakatika. Nimebaki mwenyewe. Pesa yenye nilikuwa nayo imeisha. Sina support yenye napata kwa huyu ama kwa yule ama kwa nani. Napata ukifanya shopping end month. Of which si end month. Yote hiyo ni month hakuna penye ngoja. Ukipata pesa unanunua unga. Hiyo mwaka ni wakati ulikuwa unasikia unga ilikuwa inatoka 250. Wakati wa corona. Hii kisangari inafanyika wakati wa corona. Usaidizi imehama. Haiko. Hakuna. Na umeacha uko na mtoto mdogo na uko na nyumba ya kulipa. Kuna nyumba ya kulipa. So uli survive aje? Niliingia soko kama wamama wengine nikaanza kuuza melon. Mtoto napeleka daycare. Beshte yangu hata hataki sasa kuona simu zangu. Juu ashapata bwana already. Mimi hiyo time sasa mimi ni maskini. Ashapata bwana wame move on. Kauza melon. Kwa siku narudi kwa nyumba na 400. Hiyo ndio daycare. Ndio chakula. In short hiyo ndio everything. Ndio maziwa ya mtoto, ndio pampers, ndio rent. Ndio kila kitu. Lakini juu kazi ya Mungu ina makosa, nikakubali na nikashukuru kwa hiyo 400. Hiyo iko better than kugain nothing. Nikakubaliana na maisha venye iko. Lakini nikasema kitu moja. Kwa maisha yangu sitaamini mwanaume. Hiyo ni mimi, si wewe. Yeah. Siwezi. Mtoto kagrow. Grow. Lakini kuamini nyinyi si rahisi. Jua ni ngumu. Si rahisi. Naweza tamani tuendelee to details venye kulienda. But sitasema wanaume ni wazuri. Sitasema wanaume ni wabaya. Lakini wanaume ni watu. Kwa sababu ile si alikuwa beshte yako pia. Alikuwa beshte yangu. Mwanamke kama wewe. Exactly. Mwenye hawezi amini mwanaume. Na ulikuwa na urafiki na yeye sana. Mpaka unamwachia kila kitu anarani kwa nyumba yako na kageuka. Sitawatetea wanaume leo. Na sitawakashifu wanawake leo. Lakini kile naweza sema
ni mwenye alikutenda alikuwa beshte yako na ex wako, si wanaume wote, na siwezi fikiria kwamba wanawake wote wako hivi, sababu wewe baada ya ili lilifanyika haukwenda kuchukua mwanamke ama kuchukua mwanaume wa mwanamke mwingine. So nikisema wanawake hawaaminiki, nitakuwa na kuweka kwa hiyo list, nitaweka wanawake wote, ambacho sitaki kusema. Nikisema wanaume wako hivyo wote, nitakuwa nimejiweka kwa list na wanaume wenzangu wote wenye tuko responsible kwa maisha. Kile naweza sema ni kwamba hata nikikwambia pole haibadilishi chochote. Kile naweza nikakwambia ni kwamba congratulations, wewe ni mwanamke bomba. Thank you. Ulitoboa baada ya hizo challenges na ukafika mpaka kuwa na uwezo wa kuja kutell hii story. Ueleweshe mabeshte zako na mabeshte zangu na wale wengine ambao wanatutazama leo katika Arita Media TV kwamba watu wanaweza wabadilike, aidha mwanamke ama mwanaume. Rafiki anaweza kuwa rafiki yako leo, kesho ni adui. Lakini si kila rafiki ataweza badilika, na si kila mwanaume anaweza badilika. Mr. Ku-encourage utafute mwanaume uelewe. Na sita ku-encourage ukae peke yako, sababu wewe ni binadamu, unahisia kama watu wale wengine. Kila nakwambia uamuzi wa maisha yako kuanzia leo kwenda na mbele kwa mikononi mwako. Ni wewe utadecide venye utaishi katika terms gani. Ulisoma somo jana. Najua kuna wenye watasema ni wewe ulijiponza kwa kuamini rafiki yako mpaka unamwachia bwanako, na ni binadamu. Kweli? Hapo ulisoma somo. Na labda wewe ulijiponza kwa kuwa ulikuwa mwanaume anakutegemea sana, akaona ni kama imekuwa ni haki yake. Sababu daktari alikuwa amewashauri kwanza msiweze kushiriki mapenzi ama ngono wakati ulikuwa na mimba baada ya kupata ile ajali. Kuna watu ambao labda wana matatizo pia ya kuelewa mambo fulani katika maisha. Labda hakusoma hilo, aliona ni kama unamnyima makusudi. Changu naweza sema ni sio kila mwanaume ako hivyo, na sio kila mwanamke ako vile ulitendewa. Lakini katika kila maisha, katika kila safari, kuna challenges zenye zinatokea. Utasinywa sana na zingine utabambika. Lakini vile ulivyo, nataka ujue kwamba uko complete na uko too special in your own way. Kwa kuwa kwamba ulimanage kusurvive hiyo situation, umelea mtoto wako sasa hivi amekuwa mkubwa, inamaanisha umekuwa strong. Lakini sikwambii uendelee kuomba Mungu akupe nguvu. Omba Mungu afanye vitu rahisi. Kama ungetaka mwanamume, upate mwanamume mwenye hana tabia za mwanamume wa jana. Usiseme huwezi muamini mwanamume, kwa sababu hata mwanamume atasema hawezi kumwamini mwanamke. Na mimi sichangii watu waendelee kuishi bila ndoa, kwa sababu ilikuwa na matamanio yako na ulikuwa mdogo kwamba ungeweza kuolewa na uweze kujenga familia yako na mtu. Haimaanishi kwa sababu ile ilifaili wewe ulifaili, ni yenyewe ilifaili, wewe bado huko mrembo kwenye chapa. So neno la mwisho kwenye tutazama leo, men are not the same and women are not the same. People go through challenges, but haimaanishi ndio mwisho wa maisha yako.
maisha yako ni safari ndefu sana. Na actually ukiniuliza ndio umeanza tu. Sijui jibu la swali la kesho, lakini swali la leo nalijua, kwamba bado na nafasi ya kuanza tena na kuendelea. Cha muhimu ni niseme ni asante kwa kujiunga nasi ndani ya Rita Media TV. I'm your man Rita. Na nimeshukuru sana. Karibu. Acha nikupe mkono wa heri. Upate mwanaume